Alright, asante sana mwanchomori Otis Tv na kuariganiri chinga kichiga cha VINNY kuarigani kabisa ngote mna happy support so oyo mbwate tena oyo ndigerete na koroko VINNY RITIMBO imasomoro wir happy support. Tunakaribisha sapato, maana ni sapato njema ambayo Mungu amejalia tuifike, siku ambayo ni ya kuabudu na kukumbuka wenzetu pole, kukumbuka wenzetu kwenye maombi, kumbuka marafiki na mahadui na hata kazi zetu ambazo tunafanya. Kwa hivyo nimekaribisha kwenye show zetu babu kubwa sorry sijui mbona naangusha hivyo, lakini nimezoea tu kuongea Kisii. Msikuoli wakati nimeangusha kidogo, nimevunja kidogo lugha ya Kiswahili kuja Kisii, lakini nakwambia karibu sana na kukaribisha sana. Ama beta witomoyo kera mabaya lile nama ya agocha nomogoko ogocha bweka nama sese nyagocha kereme chando ewetera papa aye egena mambite ko babuna rero na kwarigana kigimante tukarachi message gabu happy support wish babere batatu happy support ngo mande link ngwa katore shoga iga njamo nayo kwikachinsa sanane cha mambia igoma te nguchi naba difa kidogo litukolia maana juma alamisi ngotoka chinse chiga uchakachinsa inyenenusu ukachinsa chiricha sanane na gutaka Jumatatu mpaka jitukolia Jumatano nonde gali chinsa cha sanane cha mugaso ikomia ya mocha marogoba igoma chumuri Otis Tv nire byanku bwatekere kona, yani tumira nekere kona igote tukubanyanga yumba tirete gambaro basireke bago mbaro bago chigutumoka mbaro baralire mbaro bakuragira mbaro bago prepare supper mbaro bago prepare breakfast kerensemo yense no tubabote mwensi. Welcome to the show angu ko welcome na nabo tumna tebi a friend to tell a friend to tell a friend baswe maigato sese niwe amo nyuma ya mabe amayoka agwiteka Semelio monene kera mwanya wanta bali nase barakoire wasemelio kuyana somo rene nyasaye ekegera nerone nobo mubwakale na kale mwanya wantu ndigara kungaine kolende kera tamboke na koruno taisaini semelia kwane na seso kore semelia kwane nasi Yesu kore semelia kwane tata semelia kwane nasi Yesu kore naya semelia kwane tata semelia kwane nasi Yesu butambi naya mugiye semelia kwane tata semelia kwane nasi Yesu kore semele kwane taliase mwanya wanto wagweta semele kwane nasi Yesu kuri obe mwanya watonge munda chero ndama nekekero range ngombe kame tata mwanya watonge yanga chembekero ncholi tata nekekero range besa ngegachiri mwanya watonge gali chere sawali ndama nekekero rangulire yane obe mwanya watonge ndagira utigaraga gwanchecheria nekekera rangulire ngombe tata obe mwanya watonge libuti utigaraga gwanchecheria nekekera rangulire gari tarire obe mwanya wanto balero mwanya wanto bagweta tato gosemelia kwane nasule kuri obe gosemelia kwane
semele kwane tata ogo semele kwane chene sole kule owe ogo semele kwane taliese chibese chigweta ogo semele kwane na sole kule ogo semele kwane ogo semele wenkoro yane ogo semele kwane na sole kule obe tata ogo semele kwane ogo semele kwane ogo semele kwane na sieso kule na sole botamu ogo semele kwane ogo semele kwane ogo semele kwane na sieso kule obe no monones obe tanto aya mononatena ayo mubuyone ayo manyate kaminyo kasabarandia chembugete na bankonye kanyogo semelia kwabo na sechibesa kaminyo kasabateli chembugete na bankonye kanyogo semelia kwabo na sechibesa obe kaminyo kasaba mito bugete na bankonye kanyogo semelia kwabo na sechibesa ogo semele kwane ogo semele wekayane tato ogo semele kwane yesu kule ayo mobuya kaminyo kasaba sabi chembugete na bankonye kamindigo bagonsaba baechibesa kaminyo kasaba nyanabi chembugete na bankonye kamindigo bagonsaba baechibesa obe kaminyo karoliondo chembugete nikonye katata kanindigo bagontebya obe kaminyo kasaba gambi chembugete na bandende kaniobole ndi tata nayokorwa obe ogo semele kwane yeso tata ogo semele kwane nasole kule ogo semele kwane tata ogo semele kwane nasole kule obe yeso ogo semele kwane ogo semele kwane ogo semele kwane tata yeso kule ogo morena ogo semele kwane ogo semele kwane ogo semele kwane yeso kule naki asegetabu kera maya ikomina isano ibere isano wika isano ibere mariko nigagoteba nasesenirie omonto oria omosemereti omonene ekiagera omonene nere ogosemeria kwae haleluya ogosemeria kwane yesu ogosemeria kwane ogosemeria kwane yesu ogosemeria omonene ogosemeria kwane ogosemeria kwane watonge tomonene yesu ayo manyate no eno moro kwetuke tata ogosemeria kwane ogosemeria kwane ogosemeria kwane yesu rekoro morone ogosemeria kwane yesu ogosemeria kwane tata ogosemeria yesu anda bande na sole bara ogosemeria kwane ogosemeria kwane yesu na sole koro morone ogosemeria kwane ogosemeria kwane yesu morone ogosemeria ayo mobuya ogosemeria ayo morone ogosemeria yesu naye wekamato It's a very interesting song, very touched song, very powerful song. Ogo semelia kwane watero boli gogo kuno enkoro gogo kuna kabisa kwa temna wa ai ogo semelia kwane na sole igo semeli kero semeli mwanya bantu bakatona kero semeli mwanya bantu mete bya mwanya bantu maroko bigos you can't know oni gamna ndega to kumanya nki my boss ranga retmampi oni gamnu karansti ga abon digereti to maiti you about inki arangreti mampi boni gamnu karansti to maiti mamo minesi miago wakrani ya kimampi. Yani we take our life normally na ki we na botole na bere ngochiabu ngochia mambi ngoboka mambi ne sabato gose mambi ngende jiro kwanze jiro nero gemba nkora 1 2 3
usengende ngoli no byasi usinyanya ngireka. We think just wherever, yani ngakina leo etokolengera tu around tu na normally tomenyete kawaida, lakini nduri kolengera more than ila mama birende timbo, what will be there? Right, asante sana. Asibali basore maiga somorobi ogo semeria kwaito tigatwigine omonene zingejonere byo sinero kwena na byo sinero kurwa tigatote. By the way, tigambe zire yamo, always pray for your bosses. Always pray for your bosses. Kile yedna sornet sabira e bosi hao anyakobo musabiri mabitu kumanya ko komentu muchara, mabitu kumanya ko ko promotion akatebono my boy, my boy, I've seen you are good, you are working good, and as from now the money that the company will pay you every month, I will add you something personally, will give you some because you are doing what. Most of the guys will be guys siko tigan into Kenya nkaga. Pray for your bosses. Pray for you wherever you are. Pray for what you are working. Onye negas yugo tinji mesa kanyaka tenya science seni gwetira gaiga so mino abana bane biti baiti nseseni gwetira utinya mesa ngendi galiana kucha kusi kwa ndi blado ya V8. And it's true. Imani yaone record. By the way, imani, the way this is an experience. Most of you guys okonyora temna ngakimama kwa igubobi nte mubwate namba ya Pastor Frank akera Pastor Frank yabo sabiri weki credit pastor yako sabira abantu babwena. No, ile niyo imani ambayo uko nayo kuwa pastor fulani akiomba atakufunguliwa. Umeweka hiyo imani na basi tujaribu kuweka hiyo imani, chochote ambacho tunafanya tutafaidika kwenda mbele. Wallahi tuweke hiyo imani, kila mtu namna hiyo, jinsi tunaweka imani kwa kitu fulani. Okonyora kale maigaga ikakeretwa lengo sikuru okonyora babo Pastor Pius Mwilu akorandie se mwigweta korandie se ready ama watemna popote ule shikilia runinga ngakere deko rukwese gesongo geswai radio, shikilia redio yako, tamuka haya maneno bantu batamukarande bantu basese ni kunande bakote manga. All right, tell you now about let's have a strong faith. Let's have a strong faith for what and whatever we are going through, for what and whatever we are trying to do for our best, for our future. Linet Mokera tune in, asante sana Linet Mokera, nimekuona ndani. Dorothy Kemi, ameni ni kama kawa, asante sana Dorothy Kemi. Right, mbwata wanta lakini mbawa nkoni. Mighty Records. Right, nyuma trabu watu kuko watero nkoro nataka kubika ku Evangelist Douglas utisungwanya kwa for long gotemna orogale gocharole watero kanale ukotera twale karanga chi ama twale karanga ubusi usenga kiwako ruke chinkara ubusi twa karanga boli tokobeke sukari. It's very
By the way, people come from far. John Mbeta anasema from Nairobi, Kangemi Keroka pamoja. Thank you bro. Salute you from wherever you are. Diana Morunyi anasema live from Nairobi, Mara Daima. Thank you very much. Big up my sis. Mary Maria anasema happy Sabbath Vin, happy Sabbath. How are you? I hope uko sawa. Anaitwa Rose Kerush ananiambia hapa. Rose Kerush anasema hapa vipi? From Katal tune kama kawaida, asante sana. Violet Barongo anasema vipi? Anasema happy Sabbath all my friends. Thank you very much Violet Barongo. Anne Moran anasema happy Sabbath to you all. Selima Kemunta anasema God is the way, amen. Thank you very much. Violet Nyamokami, sorry Maganda now watching live from Gulf. Irene anasema Irene Gachuti. Irene anasema ndani nikiwa Gulf. Precious Gift anasema tune in, happy Sabbath Vin, happy Sabbath too, how are you? Brother Spider anasema happy Sabbath to you all, happy Sabbath too. Nimetuma link hapa, tafadhali ingia nami, join me right now. Tuma salamu, happy Sabbath. Ande tosema ni akigaselingana igonye ko ready for just few minutes. So ama igato elingana for encouragement, for to elingana for accountability, to elingana ya depression nga kitokuru si depression for us, our families. Depression chichoire by the depression achiwe tawa and squeeze depression, they are coming to form cancer. Depression are making our family to be yani depression imekuwa disease nyingine pure, very strong. So let us have a good advice from you guys. People have watu wako na hekima ya kuongea kuhusu mambo ya depression, maana mtu anakuwa na stress up mpaka inaleta shida. Mtu anatembea kwa barabara mpaka anasahau alikuwa kwa barabara, anafikiria amelala lakini kwa barabara. Yani things, wanadamu, akili ambayo tumepewa jameni ina makazi yake, makazi maalum na makazi yake. Sasa tumeanza kuipoteza kidogo kimaarifa, ili mapo tunaleta stress. Sasa hiyo yani tokonya problem nyingo bongo bitonyoro to very confused. Abantu bara bare good in that, bako to advise abantu bara good in that, bako so deep in the biblical, batu semi kuroro akoro faith ke bako na happy Sabbath Vin tune in as usual. Asante sana, na tumre link ya buka bomo tanga ni gosoma iga ili ndukwa ni babiri batatu mu batu kurotor kwa Douglas yote sokata na urugarengo charuri ekimwakwa nabo bisi keiweka narabu ekimwabisa keiwekane igwe kerege goja tata kebabeke nani kebabeke kebiro igwe tata urugale tata,
ochoke bando yaye kera gesire ye ngunda tata obekenze moya ye ngunda tata obekenze moya ye rengia obekakiage rengia obekakiage teru loja dole tunju loja ke gare loja gare How old are you? Kerkwari ko igo katero kuwaso kete how? Ngaikualenge orandeno katero kuru gali kerwaso kete ngaikualenge my friend. I remember the song. Watu waliko lichinkara makarango tulikuwa tunaita makarango. Walina aliko yuko termina oro gale gocharule
oroteru ocharule amra indovya vigorwale kemuto Janet tena pamoja kutoka Saudi Arabia. Asante sana. Anaitwa Thomas Bogonga anasema tune in, happy supper to all, happy supper to ngake tata. Tumepotea sana, tumepoteana. Chantel Karuba anasema pamoja. Chantel, asante sana my sister. Na kuonanga kila wakati, thank you very much. Lilian Ombeta anasema happy supper. Caroline anasema happy Sabbath. Vini niko ndani kutoka Jubei Saudi, kama kawaida. Asante sana. Maslin anacheka hapa, sijui mbona anacheka. Chantel Keruba anasema ndani pamoja. Orogare ngo charole orogarongo charole oroterongo charole yo manchumo murigereria neli tuko aliga ninaki tokorosyo kwigena waito igo tumbati maangi ngukwana, but it's good when I get somebody who knows well about the Bible. Amangana depression abeire gago chanda abantu montago twara depression, by the way over stress up yani baki appetite indagre yabura aigo titi yani enda ya ibwa tumuika akitoko nyama ntumna ayondigere tumoncho Otis Tv nae na inchitura konyane nae orankonye ninche ndago konye gwitana nogo semani inchira tura konye amangana stress na depression tunyare go kanya asawa ndisingi njubuna bwa bero buruiru bube byo montaru ari mareri kuba depression my friend utwara stress nigintitiki. Sometimes watu wanaona this stress na begoja beko musiki ga utegero musiki ulwanchite, lakini the minute so musiki na boko beka story lakini till beko musiki the whole day the whole night it can't. What can we do? Ngiturakore we akoro kulanide Nyabuto kwa mna pamoja. Asante sana Lonide Nyabuto. Rosle anasema Ritimbo from Gulf Ocean, salim pokea ndio hizo hapo, support to you. Asante sana Rosle. By the way, nimetuma link hapa, tafadhali join me to the link ile ambapo tunapozungumza, at least I get somebody like Thomas Bogonko. Thomas Bogonko, you have some ideas about that. How can we abstain this stress and depression? People have some clues here. Watu wako nao hapa wengi sana, jinsi ambavyo tunaweza saidia mashida kama hayo. Janet Mora anasema, Janet Mora from Nairobi, Jenga tuko pamoja. Asante sana Jenga, kama mtu alengo ingakikete kama hizo ndipe musi nyoka tatu na maite Jenga. Asante sana, big up people from Jenga for watching and following our online TV. Right, tuko kwenye stress and depression. How can we abstain this? Nga kitura kore togonda. By the way, muntu nabe ko yes, some ideas injiro muntu utora stress kwa tamna, wacha niweke muziki at least nipunguze, si atiishe. Na kuna mtu anasema juu stress wacha nikule chakula fulani. By the way, nilikuja nikagundua ukiona watu ambao wanakunywa pombe, sorry for say this because tulikuwa tunakunywa hata some of our parents drink like my dad and others, but umaigundua kuwa most of them wanakunywa juu ya stress. Tunasema wacha niende ni spend time yangu kwa club nikunywe, at least mambo niko nayo yani ni yafunge, niende kwa nyumba nilalage. Most stress, depression. Mtu akona mashida zingine mpaka anasema nisaidie sigara yangu nivute nione kama at least nitasahau, lakini it can't take time. Maana kama ni hiyo itakuwa addictive, itakuwa ugonjwa mwingine unaweka, lakini ni ile unasema inasaidia kwa hiyo masaa. Utakunywa hiyo changa, si kwamba uko na stress, umekunywa changa, umekuja kwako unaanza tumesahau ile stress ulikuwa nayo, utalala kesho pia iko. Utaenda tena kunywa changa. Sasa umeongeza shida nyingine juu umeleta addictions. Umeanza kuharibu mwili.
what can we do? What can we do to upset this? What can we do? Learning about anasema we can advise such people to see a psychologist to talk to them. All right, asante sana. We can arrange, by the way, we have 2 friends of those guys. We have I will talk with the Tiso. Yes, because we have a lot of people, our friends here outside. Kunao, like 7 of them. They always say, "Vin, I have this and this." I just know, what can I help? Pray God will help you. I'll talk to Tiso to connect. There is a madam. There's a madam is good in that. Physiological is good about that. We'll organize one of the upcoming weekend here. Tutapanga ili akuje azungumze naye. Lakini sasa wewe unajua asante sana Leonida. Lakini sasa this situation ni mimi nimekuambia Leonida, I have stress about this and this and this. What can I do? First of all, you cannot advise me to go and look for this man or this lady or this doctor. No. You need to help me in some ideas you have, because you have some ideas. Utaniambia Vin, fanya hivi na hivi na hivi, at least itasaidia before you get somebody to help you. Yeah? Most of the hata ugonjwa unasikia mtu anafanywa first aid and then those other processes zinaendelea. Sasa wewe, ningependa tu nipate maoni kutoka kwako. Je, watu kama huu utawasaidia vipi? Link iko hapo. Join me, tuchambuane hadi mida ya saa 8 kamili. Ni VINNY ndani ya Otis Tv, happy SABBATH, kuongea kuhusu stress na depression. How can we upset this? How can we talk with the people wenye wako na gonjwa la stress, gonjwa la depression? Talk to me. Wimbo wake Nibariki wake Ruth. Yan para kinse kinna nongo. Arutu! Baka sai kinna nongo kinse chiganga yinga yingo. Sena bana basibiti anga nyamukoro ziri mu. Sana pio. Onjinji nongo. Mungu sana. Na basi. Haleluya! Haleluya baba. Nibariki na mimi Yesu. Usiniache nibariki. Mazuri mimi sina. Mbona wengine wamepandishwa cheo na mimi sina? Mbona wengine wana watoto na mimi sina? Mbona wengine wana magari na mimi sina? Mbona wengine wana wake wema na mimi sina? Mbona wengine wanaume wazuri na mimi sina? Mbona wengine wana nyumba nzuri na mimi sina? Geuka mara moja, sema nami. Najua sijakamilika mbele zako Jehova, naomba sema nami. Nibariki na mimi Yesu, nibariki na mimi nibariki na mimi. Nibariki na mimi. Bila wewe siwezi. Nibariki Baba.
sitoshindwa. Kisema ndio, hakuna atakayesema hapana. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Kisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Mama wewe, nibariki nami, nibariki nami, nibariki nami, nibariki nami, nibariki nami, nibariki, wewe ni Mungu, nibariki. Yameshindikana, wewe ndiwe Bwana wa wajane, Mungu wetu. Wewe ndiwe baba kwa mayatima, Mungu wetu. Wewe tegemeo la wote wakuitao.
mwaminifu, habadiliki. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, asiyeshindwa. Yeye ni Bwana wa mabwana, anastahili. Aye, no monene kwa wendeire kosa simwa. Aye, no monene kwa wendeire kwewo bonene. Aye, no monene twabosa sima amatukonzi. Aye Yesu no monene kwewo bonene amatukonzi. Wewe ni Mungu wa miungu usiyeshindwa. Wewe ni mtawala wa watawala, hakuna mwingine. Unabaki, Anabaki kuitwa Mungu mtenda maajabu. Anabaki kuitwa Mungu mtenda miujiza. Anabaki kuitwa Mungu mtenda makuu. Yeye ni Mungu mwaminifu, habadiliki. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, asiyeshindwa. Yeye ni Bwana wa mabwana, anastahili. ukitaka Mungu akuinue, Mwamini tu, ukitaka Mungu akubadilishe, mwamini tu, ukitaji na uponyaji, mwamini tu, ukitaji kuinuliwa, mwamini tu, ukitaji na mambo mema, mwamini tu, ukitaji Bwana kushughulikie, mwamini tu, ukitaji mabadiliko, mwamini tu, ukimwamini atakutendea, ukimwamini yanawezekana, ukimwamini atakubariki. Yesu atakubariki, Jehova atakutendea. Mighty Records. Any harassment against your business, it has come to an end today in Jesus' mighty name. Kila mlango imefungwa, nisikize. Leo naifungua. Leo utalala usingizi. Jina la Yesu. Wale watu
amepanga njama ya kusimamisha maisha yako, nasimama kwa haya madhabahu kama mtumishi wa Mungu. Ninasimamisha mipango yao, nasimamisha mbinu zao. Nasema damu ya Yesu inatawala. Neno la Yesu litachukua usukani. Milango imefunguka. Wamekuwa wanakudharau kwa jina la Yesu. Niamini, wataona unawapita. Wataona haina mbele. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu wa miujiza. Huyo ndio Mungu mponyaji. Huyo ndio Mungu asiyeshindwa na kitu chochote. Nasimama hapa nasema, kama kuna kitu kimepandwa na shetani kwa mwili wako, kuanzia leo hiyo kitu nakikomesha. Hiyo kansa haina nguvu. Hiyo ugonjwa haina nguvu. Hivi leo nguvu ya neno la Mungu ifanye kazi. Haleluya. Sikiza. Ule mtu alikudanganya eti life begins at 40. It's a liar. Ikifika miaka 40 hakuna kitu nimefanya. Kwa peke yake nilichelewa. Ana nyolitwe ndugu. Omwana anotaka bao nyuma mire. Lakini tara nyuma. Kazana naro baba. Kazana naro. Kwa jazao chekora nikoli kama ndaiga. Naro. Naro. Sasa mimi niko nyolende ina yakile kwa jana ya debi ka kinju. Kinju ka kinju bando. Abantu bari bakutumina kataruskina. Ikiko iruse. Kuna kete magakie. Wana nalikoli litoke. Wana nalikoli yenyama. Wana nalikoli Yesu Yesu. Nisikize kwa makini. Nisikize kabisa. Kuanzia kesho. Na usikize vile nasema, kuanzia kesho ile pesa utahando au utawahi kuhando. Nitarudia. The money you are going to handle from tomorrow, you will be surprised. Your enemies will be surprised. Your neighbors will be surprised. Can I announce this? God is giving you your own house. You are not getting me properly. God is giving you. Nani nomba ya okoigora? Okoigora nike bongo. Kwa swali nomba na ndo asoka. Bandote. Itoyo. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Hata nimalize. Pastor niruhusu nimalize. Hata namaliza kwa chakula iko. Chakula iko. Now, what is a sacrifice of giving? Quickly. Umugaka kete ni neighbor ni wale watu ambao walikuwa wameniwekea mitego nisiendelee. Kila mtu niangalia. Kwa hiyo nikaenda pale Mabungu. Nikajenga nyumba yangu nzuri. Nikasema wakisia watajua ule Mungu namtumikia. Katikati nikaweka ya wasasi. Nikasema hata ingawa nyumba nyingine naweza jenga nyuma, hata kama ni pale itaishi, lakini wakisi wajue Mungu natumikia. Nyuma yake nikaweka nyumba 4 bedrooms. Alafu nikasema hao watu wengine ni nomo wanafanya vitu kama hii.
nikapitisha wall all round. Nakushika kwa hiyo ya rukuru. Omwana huyo ni profesa kiyo. Nisikize. Kwa jina la Yesu. Yale mambo hayajawahi kufanyika kwa maisha yako ama kwa jamii yako, wewe ndio utakuwa wa kwanza. Uko na kifunguo. Watajuaje ni Mungu gani tunamtumikia? Watajuaje? Anyway, number 1, sacrificial giving is the act of giving. Simple. The act of ni ile act ya kutoa. Number 2, it is surrendering something of value for the sake of having something of a higher value. Usikuwe na haraka, nitarudia, hakuna mtihani. Hakuna mtihani unaenda kufanya. Kwa hivyo nisikize kwa makini. Wakati unasema ninatoa dhabihu, you are surrendering something of value, kitu ambacho ya muhimu. Ukiwa na nia na maombi ya kuwa you will get something of a higher value. Yani ile umetoa ni nzuri, lakini unatarajia ile nzuri zaidi. Wala asiwe sana. Yani umezoea kuhandle ka 1000. Umezoea kuhandle ka 500. Umezoea kuhandle ka 200. Sasa nasema hivi, 200 ni mzuri, 500 ni mzuri, 1000 ni mzuri, lakini 10,000 ni mzuri zaidi. Tunaelewana? Kwa hivyo hivi sasa tunashukuru Mungu tuko kwa 200. Tunampea sifa. Tunashukuru Mungu tuko kwa 500. Mungu tunakupea sifa. Tunakushukuru tuko kwa level ya 1000. Mungu asante sana. Lakini sasa ndio nitoke hii level niingie kwa 10,000, lazima nisarende 200, nisarende 500, nisarende 1000 ili nipe ngazi ya kuinuka kwa 10,000. Tunaelewana wapendwa? Number 3. Wow. It is when you give up something that is dear to you or costly for the sake of honoring God. Ndarudia. Pastor, ndio nilishukuru sana. Kumbe wewe ni kama mimi. Umetoa magari mbili. Yaani nimekushinda kuna moja. Sasa wakati unajua siwezi kufunza vitu ambavyo siwezi kwa. Hii ni makosa. Ni makosa. Na siwezi kisa mtu ambayo atoi uwezi. Na tena lazima nikuone na nione ile umefanya ndio nisungumzie. Sasa utanisungumzia nini? Hii tu vitu umetoa kwa watu. Kwa hivyo utanisungumzia kama umefanya zaidi ya nimefanya. Siwezi kaa kila mahali. Kama wamefanya vitu ambavyo ukiangalia unakuwa na wivu, lakini wivu mzuri. Ndio niweke Mungu. Tunapatana. Mungu akasema ukikuta mtu ambaye unauza mahindi na yeye ni korogoro mbili na yeye ni korogoro mbili. Sasa mtakaa hapo miaka yote. Lakini ukitembea na mwenye anauza gunia 2 na wewe unauza korogoro 2, atakufuruta kutoka korogoro 2 unakuja korogoro 10. Yeye anaenda gunia 5, unakuja gunia 2. Anaenda gunia 20, unaenda 50. Tunaelewana wapendwa? Sasa utanipata mimi na wale watu ambao wamefanya vitu nikiangalia na stoka. Ndio maana nafanya vitu kwa mpango. Ukikuja una vitu unafanya, hata sikiza, kuna watu walikuwa wananidharau, hata kunisalamia peke yake. Umewahi kusalamiwa ni kama una mifupa. Walikuwa wananidharau. Lakini nikasema hivi, Mungu akajulani niwezeshe nifanye kitu ambaye itafunga midomo yao milele. Wananisalamia na wakikuja kwa ofisi wanakaa na wanatoka na something. Tunaelewana wapendwa? Kwa hivyo nataka ufanye mikono na mai na malifia. Nasema Mungu awabariki. Mungu awainue. Mungu awatendee mema. Mungu awawezeshe muishi miaka zaidi ya 100.
na unapoishi uishi maisha ambayo ni ya baraka. Inua hiyo mikono, mshangilie Yesu kwa makofi na shangwe. Namba 4, alafu tu malizia. Nitarudi pastor, nitarudi. Nitarudi. It has to be at a great personal cost to you as a giver. It has to be at a great personal cost. Yani ni kitu ambayo wewe wakati umekitoa unasikia usito. Unasikia nini? Usito. Number 5. Sacrificial giving is all about God, who loves humanity and wants to bless humanity. Tarudia, sacrificial giving is all about God, who loves humanity and wants to bless humanity. Anapenda wanadamu na anataka kuwabariki. Number 6, sacrificial giving demands something of a great value. Something of a great value. Kitu ambao akikukitoa maisha yako kinakusungumzia. Wakati tulikuwa tunajenga mega church, tukishaweka foundation, niliambia watu wachukue pillars. Unanielewa? Pillar, kuja basi nitakuonesha. Pillar. So, na ilikuwa expensive. Watu walingangana. Mtu anasema hii usikuze dini yangu. Na hiyo pillar inawasungumzia mpaka saa hii. Inaloweka watu huru. Kwa hivyo tugeuke Genesis chapter number 8. Genesis chapter number 8. Amen. Thank you Jesus. Genesis chapter number 8. Hiyo vitu itakuwa vile huwa inakuwa. Naongoja. Sina haraka. Thank you Jesus. Amen. Genesis chapter number 8. Weka kwa screen please. Verse number 20, verse number 21 and verse number 22. Kwa hivyo leo nataka tuende hatua nyingine. Mahali nimekoma wale ambao nimeachia, wale tumekuwa tunakuja hapa, si eti nimesahau, hatutaenda hata inchi moja. Kwa hivyo pale nimeweka koma, nimeweka keroka na nimeweka koma juu ya faith, kwa sababu nitakuja hapa, sikufi, mimi sikufi, nitakuja tena. Na hapa sio lazima pastor anialike, mimi naweza kujialika. Sana. Kwa hivyo nimeweka koma pale tuliachia. Kwa hivyo si eti pastor nitaendelea kuanzia hapo. Nimeweka koma na nikaandika keroka. Faith na giving. Now, leo kwa sababu tunasherehekea miaka 13. Ndio uaminifu wa Mungu. Ametulinda, ametuwezesha mpaka tukafika. Usicheza na miaka 13. Mtoto akifika miaka 13 anakimbia na tunamuona. Kwa hivyo sio kitu rahisi. Kwa hivyo leo naenda kuongea juu ya giving sacrifices to God. Kumpea Mungu dhabihu. Kumpea Mungu nini? Dhabihu. Na nitaenda kwa utaratibu. Kwa sababu nataka tusaidiwe na tusaidike kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Genesis chapter number 8, mambo yametendeka, mwanadamu amekuwa wicked. Amemgeuka Mungu, ameanza kutenda mambo ambayo Mungu hapendi, doing wicked things and things which are evil against the Creator, against God himself. And God akawa annoyed. God was so much annoyed, and they said, I'm going to destroy humanity. Na akatuma kitu inaitwa gharika, so that the man was wicked. Man was against God, not to live again. Listen, after everything had happened, flood zimekuja, mambo yameenda kombo, Noah akagundua ya kuwa kuna kitu kitageuza Mungu. Kuna kitu kikimguza Mungu, hicho kitu kitaleta mabadiliko. Na akagundua hiyo kitu ni nini? Dhabihu. So Noah realized that there is power in a sacrifice. And this is what the Bible says. Then Noah built an altar. Noah akafanya nini? Akajenga madhabahu. Because without an altar, there is no place you are going to give a sacrifice. So what they did first was to prepare the altar. Mahali watafanya nini? Wataweka sacrifice ama dhabihu zao.
Na hiyo ndio kitu nimesikia mtumaji anatangaza, anasema ya kuwa tunaenda kuraise madhabahu ambayo yatatuzungumzia, madhabahu ambayo yatazungumza juu ya watoto wetu, juu ya jamii ya Kisii na jamii ya ulimwengu mzima. Are we together, children of God? So the Bible says, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and the clean parts, he sacrificed burnt offerings on it. Unifuata kwa utaratibu. Ulimwengu imemgeuka Mungu, mwanadamu amemgeuka Mungu. Mwanadamu anatenda mambo ambayo Mungu hapendi, na Mungu akasema huyu mwanadamu nimechoka na yeye. Na wakati mwanadamu aliangamia, Noa akagundua ya kuwa lazima nifanye jambo ambalo litageuza mawazo ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, if you have an opportunity to build an altar for God, do it quickly, because there is power in building an altar. Kuna nguvu ya kujenga madhabahu, na madhabahu ambayo yatajengwa hapa hayatakuwa madhabahu ya aibu. Ni madhabahu ambao watu wakiona wanamtukuza Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Sasa verse number 21. Thank you Jesus. Verse number 21 inasema hivi. The Lord smelled the pleasing aroma. The Lord did what? Smell. Yani akanusa. Bwana asifiwe sana. Akanusa nini? Ile dhabihu ilimvutia Mungu. Na Biblia inasema Mungu aliponusa hiyo dhabihu, and he said in his heart, never again will I curse the ground because of human beings. Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Ile dhabihu ikamgusa Mungu. Ilipomgusa Mungu, Mungu akanena neno. Wapendwa, kama unataka Mungu anene neno juu ya maisha yako, anene neno juu ya watoto wako, anene neno juu ya biashara yako, lazima kuwe na dhabihu. There must be a sacrifice. You cannot fight a sacrificer. Anybody who sacrifices, you cannot fight. Anybody who touches the heart of God will never go hungry in Jesus' mighty name. And I've come to declare in the name that is above every name, that from today we will learn to sacrifice to the living God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nitapitia mambo kadhaa. Genesis chapter 22 verse number 1. Genesis 22 verse number 1. Genesis 22 verse number 1. Taenda kwa utaratibu kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Nataka watu wa settle so that we don't get confused. Na nitachukua muda mchache. Kwa hivyo kama unaingia ndani, uingia haraka so that we begin together. Amen. Listen. Genesis chapter 22 verse number 1 and verse number 2. The Bible says sometime later God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Verse number 22. Verse number 2, sorry. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. Enda ni mtoto wako wa pekee. Go and sacrifice him. Umtoe kama dhabihu. Now, a few things from that scripture. Mambo machache kuhusiana how we can give a sacrifice that touches the heart of God. Dhabihu ambayo inagusa roho ya Mungu. Wapendwa, kuna mambo mengi yamekwama kwa maisha yetu. Kuna mambo mengi tunayapitia sisi kama wokovu, lakini hatujafahamu nguvu inayopatikana kwa sadaka ya shukurani, sadaka ambayo itamgusa Mungu na kubadilisha mawazo yake juu ya maisha yetu. Wapendwa, nitaongea hayo maneno quickly. Number 1, God is number 1 when it comes to giving sacrifices.
Tarudia, Mungu ndiye ambaye anakuwa wa kwanza, is number one when it comes to giving sacrifices. Kwa hivyo hawezi ukaniambia that it is not good, it is not biblical for me to give sacrifices. It is scriptural. It is biblical for any individual to learn of how to give sacrifices to God. Why? God gave an example that I am the one who begins by giving sacrifices. Wapenda kwa jina la Yesu Kristo, sisi ambao tuko kwa kanisa tumeokoka, ni vizuri tujifunze na tujue nguvu inayopatikana kwa kumpea Mungu nini? Dhabihu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nimesema hivi, jambo la kwanza lazima tujue God is number one when it comes to giving sacrifices. He has not just told us go give sacrifices. No, he demonstrated by giving a sacrifice of his only begotten son, so that he can harvest many sons and daughters in the kingdom. So brothers and sisters, men and women of God, in John chapter 3, verse number 16. John 3:16. Biblia inasema, for God so loved the world. For God so loved the world so much that he gave his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have what? Have eternal life. Kwa hivyo yeye Mungu akaenda mbele akasema, ndio nifune watoto wengi, lazima nitoe dhabihu. Dhabihu gani? Dhabihu ya mtoto ambayo ninampenda, mtoto wangu wa pekee. Wapendwa, there is power in giving a sacrifice. And I pray the name that is above every name, that God is blessing this church. God is blessing everybody. That one man will stand and say, I'm going to build that entire church in Jesus' mighty name. Are you ready for the blessings of God? I want to declare today by the grace of God that from today until the year ends, God will enable you to make money you've never made before. Hautanisikiza wapendwa, maombi yangu ni kuwa hautapaki mahali huko, hautapaki na umaskini. Mungu anaenda kukubariki, Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukutendea. Kwa jina la Yesu ninaomba hivi, yoyote ambaye anasikia sauti yangu kuanzia leo, Mungu ataweka fedha kwa mikono yako, na anapoweka fedha utakumbuka ule Mungu ambaye anaweka hiyo fedha. Haleluya! Roho ya umaskini tunaiangamiza keroka. Ndio kama wanakubaliana, roho ya umaskini tunaimaliza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo maombi yangu hivi leo hii, Mungu akubariki kwa biashara yako, Mungu akubariki kwa kazi yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu akaanza kwa kutufunza jinsi ya kutoa shukrani, jinsi ya kutoa sacrifice. Akasema, niko na mwana wangu wa pekee ambaye anaitwa Yesu Kristo, nitamtoa ili wewe ambaye ulikuwa haujaokoka kupitia kwake uokoke. Kwa hivyo tunapoongea juu ya sacrifice, and brothers and sisters, those who are listening to us, those who criticize us, and those who talk evil against the giving in the church, I want to demonstrate to you that God is number one giver in the Bible, in Jesus' mighty name. We don't criticize what you don't know. We speak what we know, and we teach what we know. We are teaching the biblical principles to cause the people to prosper. I want to declare, and with all my heart, I am fighting the spirit of poverty. Prophesy abundance. I prophesy increase. I prophesy the supernatural provision of God. If you believe, lift up your hands and give Jesus a shout of prayer. When alisema utabaki vile ulivyo na utakufa vile ulivyo, mwenye ameroga hata watoto wako na amesema wataendelea, na wewe mwenyewe amesababisha biashara yako iendelee. Nasimama kama mtumishi wa Mungu, nasema ile sacrifice unatoa hapa, sacrifice ya maombi, sacrifice ya sadaka, sacrifice ya kufunga na kuomba, hizo sacrifice inavunja minyororo ambayo imekufunga kwa miaka mingi. Kuanzia leo nyumba yako imewekwa huru. Kuanzia leo natangaza biashara unayoifanya haitaanguka. Hiyo biashara itaendelea na itakuwa mara mbili pekee. Noa akafanya
kuna kitu nitafanya, na hii kitu ndiyo itageuza mawazo ya Mungu kuhusiana na mwanadamu. Sikiza, tunaenda kugeuza mawazo ya Mungu kupitia wapi? Kupitia dhabihu ambazo tunazitoa kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja niseme ni kwa jina ambalo ni kuu. Hii kanisa, ile kitu umechora pale is too small. It will not take 2 years for you to finish. Ninaongea mtu fulani hapa. Wewe mwenyewe utasimama utasema sehemu nusu nimemaliza. Mwingine anasimama anasema mabati nimemaliza. Sio kama tunaelewana. Kwa sababu roho ya umasikini na roho ya kutoendelea na roho ya kutomtumikia Mungu tunaiangamiza leo. Sasa nisikize kwa makini. Kuna mambo ambayo ni for basic that every believer must know. Mambo manne ambayo ni rahisi na ni misingi, ndio mambo yanaweka msingi kwa wokovu. Jambo la kwanza inaitwa salvation, wokovu. Misingi yetu ya kwanza kubarikiwa inaanza na wokovu. Nitarudia tena, ndio ubarikiwe, ndio inuliwe, ndio ufanyike mtu ambaye ni wa maana, lazima kuwe na kitu inaitwa the foundation of salvation. The foundation of what? Salvation. Na hii foundation ya salvation si dini. Sio dini. Kwa sababu kuna watu wanasema mimi ni member wa dini fulani. Kama ni wewe ni member tunashukuru. Kama uko kwa record tunashukuru. Lakini sasa sio member peke yake. Lazima utoke kwa member uingie kwa vitabu ya salvation. Hallelujah. Because what connects man to God is not religion. It is the foundation of salvation. So I declare today, as you are seated there, before you pray for prosperity, before you pray for success, there must be a connection to the one who blesses. It is not a man. It is not the enemy. It is God, the creator of heaven and earth. And how do we reach God? Tunamfikiaje Mungu? Tunamfikia Mungu kwa misingi ya wokovu. Tunaelewana wapendwa? Kwa hivyo kama utaokoka, nasema hivi kwa jina la Yesu, ndio uone baraka, ndio uone uponyaji, ndio uone kuinuliwa. Wapendwa, sio dini. Dini imetumaliza. Dini imesimamisha vitu vingi kwa maisha yetu. Ninashukuru kwa sababu ya dini, lakini dini haibadilishi mtu. Kitu kinabadilisha mwanadamu, na kitu ambayo kimebadilisha huyu Mkisii na huyu Mkisii mwingine na huyu Mkikuyu sio dini, ni mbegu ya wokovu. Mbegu ya nini? Ya wokovu. Na wale mnaonisikiza, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, mahali popote ulipo, natangaza hivi, ulimwengu iko karibu kuisha. Mungu anatafuta wale ambao ni wake, na kuwatafuta amewapea misingi ya wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya. Nikishaokoka mchawi hana nguvu juu yangu. Nikishaokoka umaskini haina nguvu juu yangu. Nikishaokoka kuna nguvu inakuja kwangu ambaye inanitransform. Haleluya. Now foundation number 2. Kama nishaokoka, sasa nimeingia kwa foundation, msingi. Ninaingia foundation number 2. Inaitwa live right. Live right. Kwa sababu huyu Mungu ambaye anabariki wanadamu, huyu Mungu ambaye tunatoa dhabihu kwake, huyu Mungu ambaye tunaomba na anasikia, anataka kila mtu awe vile alivyo. Yeye anasema mimi ni mtakatifu. He's a righteous God. He's a holy God. You cannot mix yourself and you expect God to bless you. I stand on this altar and I declare, if you are born again, purpose to live right. Because if you want to touch God, you don't touch God with the religion. You don't touch God with the cries and emotions. Never. You touch God by the foundation of your righteousness. The Bible says in Matthew 6:33, Mathayo 6:33, Biblia inasema hivi, number 1, seek the kingdom. Because kwa ufalme kila kitu
kuna uponyaji kwa ufalme, kuna baraka kwa ufalme, kuna ndoa kwa ufalme. Kwa hivyo Mungu akasema hivi, anza na ufalme, but seek first the kingdom of God. Na haitaisha hivyo, kwa sababu Mungu alijua kuna watu watatafuta ufalme na waache ile kitu ambacho ni muhimu ambayo inatawala ufalme. Ufalme inatawaliwa na kitu inaitwa righteousness. Kwa hivyo you cannot be a crook and you expect God to move in your life. I stand on this altar as a man of God and I declare, from today you will purpose to live right, because your righteousness is the foundation that will conquer wickedness. Tunaelewana wapendwa? Kama ni mwokovu kama mwokovu, na ukishaokoka purpose utaingia kwa foundation number 2, na hiyo foundation ni living right. Nikiwa hapa Keroka, mke wangu hayuko, pasta kuja kuangalia ninalala namna gani. Tunaelewana? Na ndogo ni mingi pale hoteli. Ngine nakuja, bibi yako awe hapo ama hayuko, pasta awe hapo ama hayuko, wewe mwenyewe purpose to live right. Nimeenda kuhubiri Germany. Nikisha kuhubiri nimemaliza usiku, pasta amenidrop pale. Nikaingia kwa hoteli kulala. Ninapofungua mlango namna hii, nimeona vituko wana. Msichana anaingia na ni mweupe, sio Mwafrika, Mkenya, Mkisii. Ni mzungu na ngozi nyeupe. Ninapoingia anaingia. Namuuliza what is the problem? Ananiambia no, I am one of the packages. Bibi yangu hayuko hapo. Ule pastor alinileta hayuko hapo. Kanisa haiko hapo. Na siko Kenya, Keroka, niko German. Nikamwangalia, na unajua amevaa ile net. Unaangalia kila kitu. So niangalia hapa, hii ndio kituko tunapitia. Kuna wanaume wameangamia na wanataka Mungu awasaidie. Ndio Mungu akusaidie, there is no shortcut. Purpose to live right. Nikamwambia excuse me, give me 2 minutes. Akasema okay. Akatoka nje, alipotoka nje nikafunga mlango nikasema thank you Jesus. Kila mtu ndio mikono yako namna hii. Sema kuanzia leo, Mungu wangu niwezeshe niishi maisha matakatifu. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Sikiza, haijalishi umepitia maisha gani na umepitia shida gani, kuanzia leo, if you purpose to live right, things will begin to answer to you. Things will begin to work for you in Jesus' mighty name. And that is the announcement I have. Number 3, foundation number 3. Sianza kuhubiri. Leo tunasherehekea miaka 13. Tindaanza Korandi. Mnamondojika tindaanza. Mungu angengojaga. Naondega, I've come to preach. Chakula siko, pasta chakula iko. Sasa jambo la 3. Kila mtu ashike. You must purpose to serve God. You must purpose to do what? To serve. Yani unaamua nitamtumikia Mungu. Mtu anione asinione. Nitafanyia pasta niambie asante ama asiniambie. By the way, wewe ndiye inafaa urudi kwa pasta umwambie asante sana kwa kunipea fursa ya kufanyia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo every human being here on earth, if you are born again and if you are living right, you don't stop there. You take another step. Nataka nimtumikie Mungu. Bwana asifiwe sana. I purpose to do what? To serve God. To serve God. Kama unaserve kwa kwaya, serve properly, squarely, triangularly, and everything can. Sio unakuja kwa kwaya hapa, hata kuimba peke yake ni msiba. Watu wanasema sumbuka kwa Yesu, sumbuka. Enda chini. Enda chini. Unaona vile Otis alikuwa anatupeleka chini. Na wewe bado umekaa namna hii. Enda chini na bado umesimama. If it is serving God through singing, sing. Kama wanasema sumbuka, sumbuka kabisa, sumbuka. Sumbuka kwa Yesu, sumbuka. Sumbuka. Hebu nione ndio wangapi wanasema tuko tayari kumtumikia Mungu. Are you ready to serve
the Lord. The last one, number 4. Purpose to give. Purpose to give. Jitolee kutoa. Na hiyo ndio shetani anapinga. Kwa sababu anajua ukitoa, utatoka kwa ufungwa wake. Ufungwa wa umaskini. Umaskini haiwezi kukuruhusu ufanye kitu kizuri kwa maisha yako. Umaskini na kufanya usikule kile ambacho ni kizuri. Wapenda hilo ya umaskini tunaiangamiza leo. Utajiri tunakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Unaona vile unacheka unasema kaki ya sawa. Mimi naweza toka mahali huko, wewe ndio ninaongelea juu yake. Mwaka huu wa 2021 kuna mambo ambayo Mungu atakufanyia yawe kama ndoto kwa maisha yako. Hapo tukana katika hiyo last level ya giving, sasa ndio nataka ni explain. Kuna 4 types of giving. Kuna sehemu ile tofauti ya utoaji ambayo ni foundation ya mwisho katika the best things every believer must do. Number 1 nimesema there must be a foundation of salvation, msingi wa wokovu. Number 2 nimesema there must be a foundation of righteousness. Kuna watu waliokoka wakaacha utakatifu nyuma, ndio maana ya mambo yanakuwa magumu. Basic foundation number 3, you must purpose to serve God. Kitu ninafanya hapa, ninamserve Mungu, ndio naona nina sweat. And I serve God with the whole of my heart. Number 4, and the last foundation is called the foundation of giving. That kila mtu vile Mungu alivyofanya, alipompenda mwanadamu hakusimama hapo, akasema hiyo upendo ikamsukuma kutoa mwana wake wa pekee. Kwa hivyo katika hali ya utoaji kuna 4 levels. Level number 1 is the foundation of tithe. Foundation ya nini? Fungo la 10. Hapo ndio matoleo yote yanasimamia. Uwezi ukasema nitajenga kanisa msima mimi peke yangu. Ni sawa umejenga, lakini hauna mahali hayo matoleo yamesimama. Kwa hivyo before I talk about the sacrifice, we must understand where that sacrifice stands upon. Hiyo dhabihu inahitaji msingi. Yale matoleo yako yanahitaji msingi. Kule kujenga kanisa kunahitaji msingi. Na katika matoleo yetu, msingi wetu wa kwanza wa matoleo ni fungo la 10. Fungo la 10. Unaangalia ni kuko ngapi niko nazo. Uwesema una fungo la 10. Una hesabu ya Mungu unaleta. Niko na ng'ombe. Okay, I'm coming there. Level ya pili katika matoleo ni offerings. Offerings. Sasa nishaweka msingi, ninakuja kwa offerings. Kwa hivyo ni matoleo magani ninamtolea Mungu? Nikienda kwa hoteli nakula pesa ngapi? Unaenda pale unasema leta chai na mara 6. Unamaliza unasema bado tumbo iko empty, leta chapati 3. Unamaliza unasema matumbo sasa haja kuandaa. Kwa Mungu ukikuja ni 50 bob. Ni aibu wapendwa. Mungu anashangaa. Mungu anafanya nini? Anashangaa. Anashangaa. Anti yako akikutembelea Blueband inatembea. Hauna shaka. Lakini ikifika kwa Mungu, hebu nikuulize, tangu mwaka yanze, how you are giving in the house of God? Matoleo yangu yako namna gani? Wapendwa, watu wanaangamia. Wakubwa wanaangamia, wenye wako na pesa wanaangamia. Lakini sisi ambayo hatuna, kwa neema ya Mungu tuko hapa. Nasema hiyo neema itatuwezesha. Hiyo neema itatuwezesha. Kwa hiyo tufike mahali tunasema we must purpose to give the best to God. Tangu nikuja hapa siwezi ambia watu toa na mimi pastor, never give a man of God a chance to preach. If you preach and he does not give, ataumiza kanisa. Tunasikizana wapendwa. Kwa hivyo nikishaweka foundation ya tithe, thank you Jesus. Naenda sasa step number 2, giving. Which kind of giving do I give? Which kind of offering? Kama ninaweza faa suti, nilisikia wewe ulianza, wewe ndio ulifanyia ya kwanza. Ukoti kama hii, ukienda kwa mtumba, ni shilingi 800. Inampea Mungu fursa ya kunibariki, fursa ya kunitetea, na fursa ya kufungua milango ambayo imefungwa. Wapendwa,
to keep his promises, so that he keeps his promises, and to give you more than enough. More than enough. Nimefika umbali huu kwa sababu ya sacrifice. Umbali huu nimefika na bado naendelea. Hakuna kitu ambacho nataka kukifanya siwezi nikakifanya, kwa sababu niko na ufunguo. Wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, na tafuta mbinu mahali unashiriki, utoe kitu cha waitoa na umwambie Mungu, nataka kuona mkono wako, nataka kuona baraka zako. Kuna ndoa ambazo zimechelewa. You can unlock your relationship by sacrifice in Jesus' mighty name. I'm coming there. Wow. Number 4, by your faithful and consistent obedience in giving, you set in motion God's principles of biblical economic. Utarudia tena usiwe na wasiwasi. You are faithful and consistent. You are faithful and consistent obedience in giving. You set in motion God's principles of biblical economic. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vimekwama kwa maisha yako. Ukiangalia wale watu ambao wamefaulu kwa maisha. Unajua sisi hapa wapendwa, sisi tuna calculate kila kitu, tunapiga sawa. Ukienda Nigeria uone vile watu wanatoa dhabihu, utakuja useme Mungu tusaidie. Na ndio maana wamebarikiwa. Wapendwa, kwa jina la Yesu Kristo, tuanze kujifunza jinsi ya kumheshimu Mungu, ya kumpea nafasi ya kwanza kwa maisha yetu, na Mungu ataanza kutudhihirisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nasimama hapa leo kwa jina la Yesu Kristo, nasema dhabihu zote ambao umezitoa kwa ufalme wa Mungu, wacha hizo dhabihu kusungumzia. Kusungumzia. Now, what is a sacrificial giving? What is a sacrificial giving? Je, kutoa dhabihu hii ya tunazungumzia ni nini? Mimi sielewi. Sijui. Nimekuambia pale kanisani sisi tumejifunza haya. Na watu wanaelewa kila mwaka kuna dhabihu wanaleta mbele za Mungu. Kila Jumapili tuko na dhabihu ya shukrani na Mungu ametuonekania. Wapendwa, kuna minyororo, kuna umaskini, kuna vitu vimechelewa kwa maisha yetu. Mungu anataka tusifungue katika hali ya dhabihu. Kwa nini unapata watu wanaanza vitu vizuri sana, lakini ikifika katikati kwisha? They are not moving, they are not progressing. Kanisa inafika mahali inakwama, no progress. Ni kwa sababu they have never discovered the power of giving God a sacrifice. Tunaelewana wapendwa? Na ninapomalizia, sikiza hii. What is a sacrificial giving? What is sacrificial? Dada moja alikuwa amechelewa kuolewa pale kanisani, na nilikuwa nawapatia ushuhuda, sio moja. Hii mwaka peke yake tuko na harusi 16 zenye zimetangazwa tayari. Hata juu mwaka baada haijafika nusu. Tunaelewana? Kwa sababu wamefika mahali wanaelewa nguvu ya dhabihu. So huyu akawa amechelewa, watu wamesema wewe you are written off. Listen, in the kingdom of God there is nothing like being written off. Never reach a place uanze kuongozwa na maneno ya wanadamu. Yale wanadamu wamesema leo na kanso, nasema watakuja kushuhudia kwa jina la Yesu Kristo. God is going to perform one miracle that will silence all your enemies forever in Jesus' mighty name. Utanisikia ninasimama kwa haya madhabahu nasema Mungu anaenda kutenda muujiza moja kabla mwaka huu utaisha, na wale maadui wako wote midomo itafungwa. Kama kuna mtu wako kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na kanisa, kinyume na biashara, nasimama hapa nasema kuanzia leo wataipita kwa jina la Yesu Kristo. Wataipita. Kwa sababu gani? Mungu anaenda kukuwezesha, Mungu anaenda kukubariki, na ile milango yote imefungwa kwa hii miaka yote, kuanzia leo utaona hiyo milango imefunguka.
Ni wangapi unaamini pamoja na mimi? Haleluya. Lazima tufike mahali tunatawala, tunajielewa, tunajua nguvu ambayo tumepewa. Tunaelewana wapendwa? Kama kuna kitu imefunga hapa, huyu mtumishi wa Mungu Nyariaka anafanya vitu vizuri. Ebu secret yake ni gani? Because it's the same land. Huyu ni jamaa anaelewa kitu inaitwa dhabihu. Dhabihu imefungua milango na watu wanafika pale wanasema huyu jamaa, sikiza, Kizungu watu wanasema ninatumia uchawi ya Kisii ndio ninafaulu. Nimejenga kanisa ambayo inakaa watu 10,000. Bwana asifiwe sana. Kwa miaka 14 peke yake. Kanisa nilijenga 3 years. Hii kanisa utakapoanza, mtumishi wa Mungu, niamini, haitachukua miaka 3. Miaka 2 imetosha. Power of sacrifice. So, wakiona nikiwa crusade kubwa, Otis, si tumekuwa na wengi si hapa kusema tena moyo nako na kibango dunia. Si uchawi. Kuna vitu tumesifungua. Tumesipanua. Kama wewe uko hapa na ndoa yako imecheleweshwa, niamini kwa jina la Yesu, mwaka huu wa 2021 inafunguka kwa jina la Yesu. Enough is. Ndoa sio sura. Ndoa sio vile maisha yako yamepigwa. Hapana. Ndoa haisimamishi kwa sababu uko na watoto. Mungu atatukuzwa namna gani? Watoto Mungu alikupea, haijalishi ulipata namna gani. Now that you are a believer, 2 Corinthians 5:17, behold, when one is in Christ, is a brand new creature. The old is gone, and now the new has begun. I have come to announce, don't allow your past to rule your life. Don't allow people to rule your future. From today, I declare the word of God will rule your life. Hallelujah. Nimekuwa na watu kanisani wako na watoto, wanaolewa na wanakaa vizuri. Ninakufungua leo na ninakataza roho zote ambazo zinakuzuia na zinazuia miujiza yako. Kama kuna watu saa hii wamejikusanya, wanasema mahali umefika kwa ndio mwisho, watashangaa. Ninasema hawajaona bado. Hallelujah. Wapendwa, watoto wetu hawataangamia. Watoto wetu hawataingia kwa drugs. Na kama kuna mtoto ameingia kwa drugs, nasimama kwa hii madhabahu na ninataka uniamini, tunatumikia Mungu mkuu. Tunatumikia Mungu anayejibu maombi. Watoto wetu wote tunawaweka huru, tunawazungumzia, tunasema hiyo ngome imeshindwa, hiyo ngome tumenyonga. Hallelujah. I prophesy our children will be mighty in this land. I prophesy our children will follow the King of Kings and the Lord of Lords. Na ninapinga ile mikakati imewekwa hewani na wachawi. Wanazuia watoto wetu wasifanye vizuri, wanazuia watoto wetu wasiendelee kwa masomo. Nasimama hapa nasema watashangaa. Milango imefunguka, mbingu imefunguka, watafanya vizuri na wafunika na damu ya Yesu. Na wala wana kazi sasa, nasema wacha kazi zifunguke. Ni wangapi unaamini na mimi Mungu ametenda? Mungu ataitwa Mungu wakati tunapitia vitu ambavyo watu wa tayari wametangaza hatuwezi tukatoka. Hapo ndio Mungu atajulikana ni Mungu. Na kuanzia leo kila mtu weka mikono namna hii. Hiyo mikono natangaza imebarikiwa. Haujasikia vizuri? Sio maneno yangu, Biblia inasema I will bless the works of their hands. So I declare, may God remember your hands. May God remember your business. May God remember your shamba. May God embarrass all the demonic forces.
usiokuwa kaniembarasi. Hawezi. Dada, harusi tutakuja. Na watoto wako watano ndio wanasimamia harusi. Wanashikameni! Unaambiwa ni Mungu sasa kuja muone. Ngo. Kulikuwa mnasema sitaolewa. Leo utaona. Alafu watoto wako ndio wanadansi mbele. Wanadansi mbele. Ni wangapi unaamini itatendeka? Ni wangapi unaamini itatendeka? Inua hiyo mikono mshangilie Yesu kwa shangwe na vigelegele. Nasikiza, sio sura. Sio sura. Ndoa sio sura. Usinilete nikiwa sikuwa na sura. Sikuwa na sura mimi. Hii sura imekuja wakati supu imeingia. Hata ukiona ile ndoa wakati nilifanya ndoa na mke wangu, mbona muulizo uliangalia nini? Because I was not like a human being, my brother. Hivi leo watu wanaona nina sweat namna hii. Na wanaona mafuta, hawajui mafuta hii kukua. Kwa hivyo ndoa sio mafuta. Hawajui bwana. Hivi leo ninajipaka mafuta. Hakika sawa hizo. Hebu niangalia hapa. Mimi sikiza, kila mtu niangalia. Mimi si shetani. Nakataa. Ningekuwa na ajili nywele yangu ni nyeupe. So, nashukuru Mungu. Jambo la pili ni ile utakatifu, living righteous. Jambo la tatu ni kumtumikia Mungu, na sio tu kumtumikia Mungu kwa njia ambayo inamgusa. Jambo la tatu ambayo nimekuwa nazungumzia ni utoaji. Na katika utoaji kuna fungo la 10. Katika utoaji kuna matoleo. Katika utoaji kuna fast fruits. Katika utoaji kuna dhabihu. Je, wewe ambaye umekaa, nimekuwa kwa wiki mzima na hii ninafanya kila mahali naenda. Ukiwa umekaa chini na umeangalia roho yako na umefahamu ya kuwa kweli kabisa Yesu akirudi hivi sasa sitampokea, sitaokoka. Kwa hivyo ningependa niweke msingi wa kwanza wa wokovu. Inua mkono wako juu. Au utaokoka, ungependa kuokoka, inua mkono kabisa juu. Usiogope mtu. Unasema leo nataka kuokoka kabisa, asante. God bless you. Inua kabisa mtu, usiogope. Simama mahali huko. Simama. Thank you so much. Thank you. God bless you. Tafadhali usimfurahishe mwanadamu, kwa sababu tunaishi siku za mwisho. Foundation ya kwanza sio kutransfer kanisa, ni wokovu. Kwa sababu katika wokovu uko tayari kupigana na vita ambayo inatoka kwa shetani. Songa mbele. Wale tumekuja songea mbele. Walk to the front quickly. Wale tumeinua mikono, hata kama utainua mkono na unasema leo ninaamua nataka kuweka msingi ya wokovu, sio dini, tembea hapa. Labda ulikuwa umeokoka pia ukarudi nyuma na unajua umerudi nyuma, tafadhali na kuruhusu usimame. Simama tu. Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na unajua, simama mahali huko. Nataka nikuombee. Wapendwa, hakuna mchezo. Hizi ni siku ambazo ni mbaya. Tunahitaji wokovu. Please songa mbele. Songa mbele. Ulikuwa umeokoka na unajua umerudi nyuma. Please walk to the front. God wants to strengthen your life. Make your ways right with God. Thank you so much. Thank you. God bless you. Now listen. Hata vile umekaa hivi, there are 3 people. Vile umekaa hapo chini. Ulikuwa umeokoka, hata wewe unajua, una struggle sahihi. 3. Una struggle kabisa. Shetani anataka kufanya kitu mbaya kwa maisha yako. Those 3 people, una struggle in your heart. Stand up and walk to the front. You know yourself, you are fighting right now. There are 3 people seated there. Umerudi nyuma na unang'ang'ana. Asante ndugu yangu. 1. 2. Step up on the 3. Thank you. God bless you. Set you free. In Jesus' mighty name. Tumemaliza nawa. We have written their names. Mtu mmoja kwa hii kanisa ndiye anachukua kuandika. One human being. Nyinyi mnafanya nini? Nyinyi kwa members. Chukua kitabu yoyote yenye around, chukua karatasi.
nimekupea permission. Nachukua kalamu kuja andika hapo. Kumbe mko na notebooks. Andika. Na unaandika mobile number na estate. Nisikiza kwa makini nyingi. Wakati Mungu alinisaidia pale kanisani, kaanza kufunza na watu wakaanza kuwa waaminifu. Ili leo mahali Mungu aliweka watu mbali kifedha, kibiashara, na hayo ndio mambo inataka nikuombee. Inua mikono yako juu. Father, in the name of Jesus, I pray for these dear people. I speak a blessing to their lives. Nyumba hii hapo na nguvu na mamlaka na hapo na kifunguo ya baraka yako. This is your manipulation. Hapana. Hii ni according to the word of God. Na tunapofunza neno la Mungu tunalitimiza kasi. Nikishachukua bahasha, mimi kazi yangu ni kuomba, na nikishaomba sasa hiyo nyingine wewe unafanya na unakuwa mwaminifu. I'm going to give a sacrifice I've never given before. And I will present this sacrifice to my pastor, my prophet. Amen. Sio mtu yoyote kwa street. Kama uko nayo leo, ataipokea. Kesho ataipokea. Mpaka Jumapili. Lakini kama uko nayo leo saa hii, tunaomba. You can take one, you can take two, you can give on behalf of your children, on behalf of your business. Amen. Tata ni manyete omubiso monene no musanyo onye kagutambo kiruburaro orusia ogani oguroje onye ndirende aiwuko bwa kwembeto kweyana na kigose yare koba abande kango nigo tulimiri bune bibeya onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera onyobo gimambo ababu na chitoke ni chitu wakanera Nakiyarekoba, nakiyomwano mito, nakiyarekoba. Wanyangiri mwanyaban, waewuko muwakwembe tukweyana. Kona ngote, sindi kweyana. Kona ngo mwano mitalo, digo pindeye. Kona ngo mwano mito, digo pindeye. Onye mwakalira tuwale mbeo, tukweyana. Wakane atwale mbeo tukweyana kunango ababisaba batukimete kunango ababisaba batukimete Tatonya talia ya babisa kunango Tatonya talia babisa kunango bambelile Tatonya talia kunango batinde kire kone moyo Tatonya talia kunango batinde kire kone moyo Nachira sole ababisamba mira Onye bago utoka bune ngombe Kobaroche ngo seseniwa Bali gamora Kyondoko kiabaka Batogali amaiso Bachuatira se bagireka Mubarolire Igitoki omutu Onye mwakanira tuwale mbeo Tukweyana Onye mwakanira tuwale mbeo Tukweyana Kunango ababisaba Batukimete Kunango ababisaba
kunango mupime irembo abatele ririmbo gotera kunango mukobituli rwembeo tata tata yukunga kanera mbeo inkweyana tata yugutwa kanera mbeo tukweyana siga waiwawonene endo ya yuda waiwawonene akima haya numusa chaburu akima yes haya numusa chaburu onyengwa kanera tuale mbeo tukweyana onyengwa kanera tuale mbeo tukweyana kunango ababisawa batupimete kunango ababisawa batupimete Onyaba bisaba bagutage yomonto na malwaire Onyaba bisaba bagutage yomonto na malwaire Dagitari mboeto Uweye mboyo Omontu guikanya gitari bakundora se basibete Matuko make naende bakundeka se bamanyete
sonomia akawene uko ya sonomia aya nomia yesonomia aya nomia yesonomia ebatebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia ebatebe bonsi bunaromosera batebe bonsi bunaromia ebatebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia oh batebe bondo bunaromia batebe bonsi bunaromia aga kapelaumu aga kora maya batebe bonsi bunaromia aga petisaina aga kora maya batebe bonsi bunaromia batebe bondo bunaromia batebe bonsi bunaromia aye batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia komigerania omuganda ime bakomigana omong'ina oria arakamokuna eyanga yaye amanyinga aya agatenena akamokuna patima ya maiso obe akarara rora muna abana bakomwarera chianga ekera gosoa Yerusalemu kari tigere igoro bagochenga bakogoka bono gakina kire natari omuya batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromosera batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia oh batebe bondo bunaromia batebe bonsi bunaromia aga kapelaumu aga kora maya batebe bonsi bunaromia aga petisaina aga kora maya batebe bonsi bunaromia batebe bondo bunaromia batebe bonsi bunaromia aye batebe bonsi bunaromia batebe bonsi bunaromia Mtoto wa mama pamoja na Josephat Uhuru wanaleta ingine tena. Wanasambe mko wapi? Inua mikono juu, vigelegele kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia mama, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana kuna uzima wa milele.
Bwana asante tena ndio hiyo. Nikasikia sauti ikiniambia mwana, amuka uende nyumbani mwa Bwana. Nikasikia tena wakisema, amuka uende nyumbani mwa Yesu. Nyumbani mwa Yesu kuna upendo tele. Nyumbani mwa Bwana kuna upendo mama. Nyumbani mwa Bwana kuna amani. Nyumbani mwa Bwana kuna upendo kubwa. Ai mama 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 mama. Nikashangilia mama. Nikafurahi moyoni mwangu waliposema. Nikaruka kama rosi muwando jamani. Niliposikia wanasema niende nyumbani mwa Bwana. Nikacheza kama marambamba mwenzangu. Nilipoambia niende nyumbani mwa Bwana. Kumbe nyumbani mwa Bwana ninaweza pokea uponyaji. Nyumbani mwa Bwana ninaweza inuliwa sana. Nyumbani mwa Bwana ninaweza barikiwa zaidi. Nyumbani mwa Bwana ninaweza imba. Nyumbani mwa Bwana kuna upendo kubwa. Oi, 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 mama 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 auntie. Dai, nilifurahi waliponiambia mama. Nyumbani mwa Bwana kuna upendo jamani. Nilicheza kama marambamba. Waliponiambia twende nyumbani mwa Yesu. Nikatingiza kichwa kama rosi muwando. Waliponiambia twende nyumbani mwa Yesu. Nilirukaruka waliposema twende nyumbani mwa Bwana. Napiga vigelegele jamani. Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende mama. Twende dada. Twende jamani. Kwa majina yangu naitwa Zakari Constant Omar kutoka Homa Bay wa Sub County. Napenda hiyo wimbo ya Otis. Dalikobatia genda nikino cha kerete. Dalikobatia genda nikira kure. Okelo Zakari Constant Omar kutoka Sub County. Natazama Otis TV. Dalikobatia ibawanga ikwarure. Dalikobatia genda nikira kure. Dalikobatia ibawanga iwacha kerete. Dalikobatia genda nikira kure. Dalikobatia genda nikira kure. Dalikobatia genda nikira kure. Barenge konyo meliwana cheti. Barenge konyo
Abandona manyete bonsi biba monjokeye. Abandona manyete bonsi biba monjokeye. Nonye na bende mo bonsi biba monjokeye. Abasani bane bonsi biba monjokeye. Umanya gonte yo mosacha ngakinda kwa moyo. Umanya gonte yo mosacha ngakinda kwa moyo.
soko nyana kuleti osese niwe tata soko ngomoyo osese niwe kawa soko ngomoyo osese niwe utiso soko ngomoyo bana babo barindwa se soko ngomoyo oi mukiwe ngoro tata soko ngomoyo ae no muyole akia soko ngomoyo utiso
kana gakia somo yomia konya chinta kana gakia somo yomia ebolinga naye bana babakulira ebolinga naye babulaka bakolera ebolinga naye gakibono kolera ebolinga naye gakibono kweumya ebolinga naye nakiusikwele gokora anyekoga konya somo yomia anyekoga konya somo yomia eloga nitokole bi konya somo yomia eloga nitokole bi konya somo yomia abagane iriga kiamaya bana nabagane yamaya chintakana nabagane yamaya umuboraka nabagane yamaya balyabataka nabagane yomonenera balende nabagane nyasaera bakonye igarabiya moba mona nyasaye igarabiya moba mono monene igarabiya mogende no molembe abayiri mensi mogende no molembe abarandi mensi mogende no molembe abasani bane mogende no molembe okono kwa heri mogende no molembe okono kwa heri mogende no molembe esayo leigoro ere na basesenye omoneno leigoro ere na basesenye amina onena basesenye mwensi kamona sorogendo tumira netikakia sande nande tuweka no moya samaganaya amina yono mpasto mundi bara mono mobani oye okuru Samson omondi onena gosini mumura amina Otambena bakwende stage na puke gari kona chirendine na nyoya ya chitikare tata ga kyutare wanjo zaburaisi garo kene na bongote mugi mugo inkala una na ikire kupena liboko mapapa yeso surprise yo mananone surprise yeso surprise yo mananone na nchembwenere yeso surprise yo mananone surprise yeso surprise yo mananone na nchembwenere nigankuro okira kwane kwayarire injaire tatone hey hey haye yasae
yabo barantega bazali bane nasayo yugusaba ninkiago konire ikalizo kwereze Jumapili Jumamosi nasayo yu nakiatara wafanya omalana kakiza buraisi omalana kakiza buraisi Shadira kameshaki na bedi nego Marachikwa wazazi menya zailia Paratinina Parakana Paratawanya sayo wana tawakonya Mbagusa zimeme wekano Tata Omone nono kawasaburaisi Omone nono wagatara ime asumuriru Yes, I'm surprising. Yes, I'm surprising. Oh man, no. I get them there. Yes, I'm surprising. Yes, I'm surprising. Akolire chikonda botukono mobaso Igosega kichira era Anoint Studios. Yesote, tatate, yesote, nusera watakowo. Yesote, tatate, yesote, nusera watakowo. Botakubu no bozoku No bozoku botakubu no bozoku Yo bwatu mwabo bwatu okobo koyanga
bata muramu Yesonje Tataje Yesonje Nusera watakowa Yesonje Tataje Yesonje Nusera watakowa Como voy a como arero,